Shem. Niambie shemeji. Zesta hizi. Salama kwema? Kwema shemeji, naona umepumzika. Bwana nipo nafanya vikazi kidogo hapa. Dada yuko wapi? Dada yako ametoka muda mrefu kidogo. Aliniambia nenda kwa mama Amina. Yule mdogo wako wa kiume? Yule naye ametoka asubuhi sana hapa. Ameelekea shamba. Shemeji, unaweza kuniruhusu nikae hapo? Unaweza. Njoo toka, hamna shida. Sawa shemu. Asante shemeji kwa kunikaribisha nikae karibu yako. Sasa shemeji, na jambo nataka nikuambie. Hamna shida shemeji, wewe unaweza tu kuzungumza, na uzuri umenikuta hamna hata kazi ya maana ninayoifanya. Kwa unaweza tupoongea. Sawa shemeji, natumai hutachukizwa na hili jambo na natumai utanipa majibu ya kuniridhisha. Shemeji, nakupenda. Wewe hivi unajisikia unachokiongea kweli wewe? Huu utani gani unaleta hapa? Huu utani sio mzuri, yaani sio mzuri hata kidogo. Acha mambo yako bwana. Hamna shemeji, niko serious. Halafu pia sisi kwetu mtu kushare mtu na dada yake mume mmoja sio jambo baya, ni jambo tu la kawaida shemeji. Hao nyinyi huku kwenu vipi? Hivi wewe Nancy, hivi una akili timamu kweli wewe? Unajua wakati unaanza nilikuwa najaribu kukusikiliza katika mazingira fulani hivi ya utani, lakini kadri unavyozidi kuongea nazidi kukuelewa kwamba ile jambo unamaanisha wewe. Mimi sio mjinga kiasi hicho ujue. Yaani sio mjinga kiasi hicho, sitaki kabisa ujinga. Kama kwenu nyinyi ya mambo ni ya kawaida, basi mimi kwangu sio jambo la kawaida ile jambo. Kamla shemeji, usijali bwana. Usijali shemeji yangu, nitakupa mapenzi ya dhati. Nitakupa vitu ambavyo hujawahi kupatiwa hata siku moja. Hata dadangu hajawahi kukupa vitu kama hivyo. Si unajua, mimi mtoto wa mjini shemeji. Hebu usichezee nafasi basi. Kwani unanionaje? Wewe bwana wewe. Sitaki mimi hiyo mambo. Sitaki. Yaani tuheshimiane kama mtu na shemeji yake. Alafu mimi sio kama wanaume wako mjini siji. Yaani kwamba gusa unase, hapana. Mimi mtu na misimamo yangu na naheshimu ndoa yangu na hapa kijijini naheshimika sana. Kwa hiyo mimi sio mrahisi kama unavyofikiria hivyo. Sitaki. Yaani kuanzia leo, hiyo mwanzo na mwisho ujinga wako kuniambia. Na kama ningejua ndio ujinga utaka kuniambia basi ningekukuza. Shemeji, acha kutoa sauti basi. Hata sikia dada. Arasu ni swala la kawaida tu. Bwana shemeji bwana, fanya hivyo. Leo nilikutana na yule mwanamke wa shamba boy. We, unamaanisha mke wake na Tariki? Ndiyo. Ikawaje? Sikufanikiwa kumwambia chochote. Maana yule dada anaonekana ni mpole sana na ni mstaarabu. Kana yule hapo tu ndo nakuniangushana. Kwa hiyo mimi na wewe tumepanga mipango vizuri sana. Nikakwambia mwambie ukweli. Au wewe unamtaka Tariki? Mtu anashindwa kunipa hata 2000 mimi nimtaki. Yes, nimtaki. Sasa na wewe. Sasa kwa nini hujamwambia sasa? Unajua yani yule kumwambia mimi kidogo nafasi yangu inakuwa rahisi. Nani hapo tayari ushanivunja moyo. Lakini hata hivyo nimeogopa kuharibu ndoa ya watu. Nisije nikamwambia kwa uzuri tu
lakini akanichukulia tofauti. Ni sawa, lakini mimi naona bado hujasaidia tatizo. Mfate, mwambie, au wewe utaki hela yako? Nataka. Sasa kama unaitaka hiyo hela, nenda kamalize hili tatizo. Mimi naamini yule mwanamke mwelewa sana. Yaani ukimwambia tu, kila kitu kinaisha na hela yako utapata. Unatakiwa uishi kama mwanajeshi elini. Maana siku zote nakuambia mwanajeshi achagui uwanja wa vita. Popote pale vita vinavyoanza, mwanajeshi anashika silaha, anaenda kujitetea. Sasa wewe mwanajeshi gani rafiki yangu? Umeniboa bwana. Poa bwana, wewe jitahidi, mfuate, mwambie. Maisha mengine endelee. Ila hofu yangu kubwa ni kuharibu ndoa za watu. Sasa si unajua tena Ilini mwenzako na hasira kidogo, alafu taka kidogo kazi poze, si unajua tukasugue kidogo msinda. Kwanza leo hujaniletea chochote? Au hujaniletea umbea? Habari mpya huna? Hasa unataka nikupeje hapa? Ukitaka mchezo ni pozi. Kwanza nishotoka kula mlenda nyumbani. Sio ofa tu siku moja na elimu. Leo sina hata cha ofa. Ni pozi, maana mlenda unanichosha. Hamna shida. Kupata tu samaki wa kulumagia utapata tu. Ili mradi kidogo nipunguze hasira, maana zimenizidi. Wewe tena. Haya sawa. Kaka. Hebu nisikilize ndugu yangu. Yaani sikuamini hata kidogo kama wewe unaweza kufanya michezo ya kipuuzi kama ile. Hivi wao kunizunguka mimi? Mimi nimekaa kila siku nahangaika. Napata vipi dawa niweze kujitibu mimi nirudishe heshima kwenye ndoa yangu? Wewe unakaa unaniwekea vizuizi, nakaa nahangaika kweli? Wewe kaka, mimi nisikilize kwa makini bwana. Wanajua vizuri mimi ndugu yako. Kwa isi nilivyo mimi na wewe, siwezi leo hii kumchukua maneno yako wewe nikampelekea mtoto wa kike au kumpanga kidizeni aina yoyote ili iweje. Kwa taarifa yako bwana, yule binti alinifuata na akanipanga yote ambayo mlikaa huko mkayapanga kwa siri. Akanipanga 1, 2, 3 kwamba bwana wewe unavyonitongoza mimi nisikubalie, yaani anizungushe anilielie viela vyangu. Wewe mwenyewe unajua sasa hivi maisha yangu yako magumu kaka. Wewe kunifanya mimi hivyo? Mimi nahangaika kila siku. Napona vipi ile tatizo langu? Lakini kumbe wewe ndio unang'ata huku unapuliza. Mimi nakaa bwana, nateseka. Nawaza nampata vipi yule binti ili mradi nikatesti mitambo yangu nione kama kweli yuko imara. Kumbe wewe ndugu yangu unanizunguka. Hebu nisikilize kwa makini. Yule mtoto wa kike tu. Inawezekana yeye maana ameyapanga lengo kutugombanisha mimi na wewe. Mimi nakuheshimu na pia nakujali kama kakaangu. Nataka kufanya vitu kama hivyo. Katika watu ambao huwa wapuuzii maneno ya watu, maneno yoyote yale ambayo mimi naletewa, basi ni mimi. Mimi sipuuzii neno la mtu kaka. Yaani mtu yote anapopata taarifa yoyote kunihusu mimi, anavyokuja kuniletea, basi mimi sasa nakaa naanza kuchunguza, nijue je, lile jambo ni kweli ama si kweli. Kama ni kweli, basi lazima nitalichukulia hatua. Ndugu yangu, niko nalifuatilia ile jambo kwa kina sana. Kama nikifanya uchunguzi wangu nikagundua kwamba wewe unanizunguka, kaka, nitakufanya kitu ambacho hutoamini. Yaani hutoamini kama ndo mimi huyu ambaye kila siku nilikuwa nakuja kwako wewe naomba msaada. Yaani inamaanisha hivi, wewe ndio utageuka kuomba msaada kwangu. Yaani hutoamini ndugu yangu. Ili jambo sijapendezwa nalo hata kidogo. Yaani nikuhakikishie sijapendezwa nalo hata kidogo. Kaka. Ina maana huyu mwanamke amemwambia kila kitu. Sawa. Sasa ndo kwanza picha inaanza. Ndugu yangu, kama nilivyokuelekeza tu, haya ndo makazi yangu mapya. Kwa sasa hivi mimi hili ndo eneo langu. Hongera sana kaka. Ana nyumba nzuri, nyumba kubwa. Uje kwa hapa kijijini, ukishakuwa nyumba kubwa kama hii, watu wanakuogopa. Kwa sababu unaonekana wewe ndio una nyumba hapa kijijini. Nyumba yako nzuri kakangu. Hiyo sio siri. Umejitahidi. Yaani umejitahidi sana. Nze na mwiva
amekulia kwenye mazingira ambayo mazuri sana. Vipi, unaona nguo za nani hapa ndani? Kuna shemeji au? Bwana, mimi hizi nguo nimezikuta toka nihamia hapa, nimezikuta zikako hapo. Mimi na mwanamke wapi na mimi ni bachelor bwana, sina maisha ya kuoa sasa hivi. Bwana, nishtuka nilipoona hizi nguo nikaja au ndugu yangu tayari kashavuta jiko ndani. Tena ulivyomtaja mwanamke hapo sasa nimeshakumbuka. Nilikutana na shemeji, yaani namaanisha mkeo wewe, na akaniambia kuwa alienda kwa mwenyekiti, na swala aliloniambia ni kwamba wewe bwana ulienda kwake ukamwambia kama ulikabwa, ulipigwa na ukanyang'anywa na viatu. Ndugu yangu, hayo maswala yatoka lini? Wewe unakabwa lini? Kwa wewe ukamweleza vipi? Sasa yeye alianza kwa kunilaumu, alinilaumu sana na akasema unapata matatizo mimi sijui. Sasa nikachakata, nafikiri unajua mwenye mimi ni mzee wa mafe. Nikapiga mahesabu ya haraka, nikamwambia bwana, mimi mume wako alinipigia simu. Akaniambia kama kweli amekabwa. Mimi nikampa pole, lakini kidogo nikajifanya nimeshangaa pale, ili mradi tu asimshtukie. Hongera sana ndugu yangu, kweli nakupongeza. Hujamwambia mimi kilichonikuta kule? Kaka, naanzaje kufungua kodi? Mimi sikumwambia chochote. Hapo tu mimi nakupendaga ndugu yangu. Maana ungemwambia kama nimefumaniwa kule mwanamke. Hongera sana ndugu yangu. Kwenye hilo kaka, usio na wasiwasi. Mimi siwezi kufungua kodi. Siwezi kumwambia chochote na hata ujua. Yaani kuhusiana na swala la mimi kuficha siri, hata usiwaze. Shemeji, yaani ukweli kwamba mumeo kuna vitu ashaanza kuhisi tayari, kwa sababu kuna mipango ambayo nilishaandaa tayari, lakini mumeo akaja paka kwangu na akaanza kuongea vitu tofauti. Nikashajua kabisa huyu mtu atakuwa ashaanza kuvihisi. Sasa basi, shemeji yangu, nakuomba tafadhali, hii mishi yetu inaelekea kufeli. Mkalamba, huo ni wasiwasi wako. Mume wangu mimi hawezi kujua chochote. Yule ni mjinga kama wajinga wengine. Ameshtukiaje kiwa hivyo? Sawa, lakini mimi nakuomba shemeji yangu, ninakuomba sana, mchunguze mumeo vizuri. Siku yoyote hili jambo linaweza likabumburuka. Amna, hawezi kuhisi chochote kile. Mimi si ndo naishi naye ndani ya nyumba, na mimi ndo namjua vizuri. Ingekuwa kuna kitu chochote anahisi au kuna dalili zozote, mimi ningejua mapema. Wasiwasi wako tu, kikubwa kuwa makini, ili siri iendelee kuwa siri. Sio, unanielewa?